system ikiwa ni system imejengwa kidhalimu na imebadilika, imekuwa mazoea, hii ndio shida. Wajua watu huona corruption hufanywa serikalini tu. Corruption huenda mpaka ikabadilika ikawa mazoea yetu. Kwa mfano tu leo, kila mmoja katika sisi akienda hospitali hutumia influencer asishike foleni, ni corruption. Wewe leo umekwenda hospitalini, huna sababu ya kukufanya usishike foleni. Pengine watu 6 tu, utapoteza 1 hour. Lakini kwa sababu daktari ni rafiki yako, ama pale hospitali kuna mkubwa fulani ni rafiki yako, wampigia simu, bwana mimi niko hapa hospitali lakini nina haraka bwana, nataka kwenda zangu na kuna foleni hapa. Yule apige simu, daktari atoke aje kushike mkono wewe, akurushe watu wote ambao wamekuja kabla yako wameshika foleni. Ni katika corruption. Hatufanyi hivyo sote? Kila mtu hataki kushika foleni, kila mtu hataki kuchelewa, kila mtu ana haraka, kila mtu. Wewe ukapata tu sasa hivi ushakuta kuna kijana chenu pale hospitali, kazeni yenu, utakuwa tayari wewe pale wataka kuvunda zile protocol zote za nini, za pale hospitali, kwa sababu kuna kijana chenu pale, kuna rafiki yenu pale. Umepita migration, kuna rafiki yangu aniua, mabasi yashishe foleni, watu washishe foleni, hugonga mihuri ya pasipoti. Wewe ukipita ametoka mtu bila ya dharura, kwa sababu wewe wajuana na watu, ni corruption. Lakini kwa sababu ishabadilika, imekuwaje? Ishakuwa mazoea yetu. Kwa hivyo ni kawaida tu, na madhambi mazoea. Ndio leo utamwona mtu uweshe kibanda uzanya miraa, kukwambia sigara ni haramu. Amoyawahi kupata watu hawa, yeye biashara yake nini? Miraa. Ukienda pale kumwambia una sigara, haramu, hatuuzi sigara, haramu. Sabina ya miraa. Kwa sababu gani? Kwake miraa ni nini? Ni mazoea. Sigara haijawa mazoea, na kila mtu kwa yake.